safi, majimbo yote wakatangaza. Walipotangaza, mbiu likapigwa, wakapewa na namna ya kutengenezwa kwenda kwa mfalme. Hauwezi kwenda kwa mfalme bila kujiandaa. Bwana sasa, huwezi kwenda ikulu kwa kwanza, kuna process. Ukifika utaambiwa unataka shida yako nini, unaandika nini, subiri, wanaenda kuuliza 1 2 3 mpaka uje kamfikie umesota. Lakini tunaangalia hapa 17. Mfalme akampenda Esta kuliko wanawake wote. Endelea. Naye akapata neema na kibali machoni pawa kuliko mabikira wote. Bwana akupe kibali kwenye kazi yako. Bwana akupe kibali kwenye ofisi yako. Bwana akupe kibali kwenye biashara yako. Unashangaa mtu anauza nyanya hata kama ni za 50,000, lakini hata za 10,000 hazitoki. Unajua watu wanafika tu wanaona vumbi, wanaanza kuona snake limekaa namna hiyo, anauza shilingi anaenda kununua kwa jirani. Kibali hakipo. Hauna kibali. Wanasaidia sana. Twende point nyingine. Kibali ni Mungu kuwa pamoja na wewe, kuwa karibu na pamoja na wewe. Ukaribu wako na Mungu ndio kibali chako. Iwe ni mchungaji, iwe ni mshirika, iwe kila mtu, ukaribu wako na Mungu ndio kibali chako. Tumeelewana? Maandika hiyo. Kama unaandika, kama unaandika. Warumi 8:31-32. Warumi 8:31-32. Basi tuseme nini juu ya hayo? Mungu akiwapo upande wetu, ni nani aliye juu yetu? Yeye asimwachilia mwana wake mwenyewe, bali amtoa kwa ajili. Mungu alimtoa Yesu kwa ajili yetu. Kwa hiyo atakosaje kutukirimia? Atakosaje taifa hili kulitunza? Siri za Bwana ziko kwa mchana. Amen. Siri za Bwana ziko kwa mchana. Kwa mfano pengine mtumishi wa Mungu au kiongozi, taarifa ambayo inakuja au kwenye kanisa na mahali pamoja, lazima Mungu aseme na viongozi. Maana akutangaze biashara yako, ifanikishe kila hatua, mambo yako yanyoke. Amen. Nimeona katika maisha kama hakuna badiliko kwenye maisha, hata mimi nimeingia kwenye uchungaji na niona badiliko kwangu myself, kwa sababu kama hakuna badiliko basi Mungu wetu hayupo. Lazima na hii ili ubadilike, lazima uchukue hatua ya kumtafuta Bwana na nguvu zake. Wewe ni mwimbaji mkubwa, lakini saa nyingine unataka ufike level, anaomba kuinua, wewe endelea tu kushuka, watakucheka lakini shuka tu. Mwambie Bwana ni wewe umefanya. Huyu mtaalamu hivi akishaingia kazini, akiingia wanasema hivi ni yeye kwa sababu yuko mwenye nguvu, ameweka roho nzima ndani mwako. Ona kuachilia ni uhai tu. Watu tunaenda kuelekea, ndio maana Mungu anabana mambo yanaruhusu haya ili ijulikane wa kweli na wa uongo. Sasa lazima mambo Mungu aruhusu tu. Kwa hiyo lazima tujulikane wale wa Mungu. Lazima tujulikane. Ukipita tu niuze daga kama daga. Na lazima uwe na historia lakini. Anza kidogo na uwe na mawazo ya kutaka kuongezeka. Kama unataka kuongezeka hiyo ni hatua yako sasa. Ndio sio na wale wengine. Lakini mwingine analitaka kipata 500,000, anaana mpaka siku 4. Mpaka ziishe utoboi. Hadi mpaka ziishe anaanza kuona kwa lugha shanda na shanda. Sawa, lakini sasa lazima ufanye kazi kwa bidii. Ufike leo unataka kufika na watoto kama hujazaa kama rafiki yangu.